Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Let's have our seats in the presence of the Lord. Tuchukue viti vyetu tukae katika uwepo wa Mungu. Thank you, worship team. Asante waimbaji wa sifa na God bless you kuabudu. and bless you abundantly. Mungu awabariki na wabariki zaidi. Amen. Amen. Want to take this opportunity Nataka nichukue nafasi hii to thank the mother and the father of the house kushukuru mama na baba wa nyumba hii for inviting me. kwa kunikaribisha. Now they honored me to come and minister to you. Wameniheshimu nije niwahudumieni nyinyi. They are great ministers of God out there. Ni watumishi wa Mungu sana hakika. But I had favor in their eyes. Lakini nimepata kibali mbele zao. I bless the Lord for them. Ninambariki Mungu kwa ajili yao. I pray for you Ninawaombeeni that it does not happen the way it did with me. kwamba haitokei vile ambavyo imetokea kwangu. But one time I sat under great anointing. Kwamba wakati fulani nilikaa katika upako mkuu, And when I left, na nilipoondoka, that's when I realized how great that anointing was. ndipo nilipotambua huo upako jinsi gani ulikuwa mkubwa. But while I was still there, Nilipokuwa pale, I had a lot of complaints. nilikuwa na malalamiko mengi. I thought my father in the faith was too tough. Nikafikiri baba yangu katika imani yuko mgumu sana. I had a lot of complaints. Nilikuwa na malalamiko mengi. I had a lot of complaints. Nilikuwa na malalamiko mengi. But I thank the Lord Lakini namshukuru Mungu that I have seen the hand of God. lakini nimeona mkono wa Mungu. That I have seen God Nimeona Mungu doing mighty and wondrous things. nimeona Mungu akifanya mambo makubwa ya ajabu. And I don't take that for granted. Na sijachukua hiyo tu kirahisi. So I pray that you don't take the anointing you're under for granted. Kwa hiyo ninaomba usichukulie kirahisi ule upako ambao uko chini I yake. pray that the Lord opens your eyes Ninaomba Mungu afungue macho yako for you to see the people you have. ili wewe uone watu ulionao, That you're able to honor them. ili uweze kuwaheshimu. Because I tell you, in this life, Kwa sababu nataka nikwambie katika maisha haya God has put some order. Mungu ameweka taratibu That He is able to lock your destiny in someone. kwamba anaweza kaifungamanisha hatima yako kwa mtu fulani. This is the person who would show you the way. Huyu ndiye mtu atakaye kuonyesha njia. Like Moses. Kwamba Musa, Like Moses. kama Musa. And so you don't want to miss it. Kwa hiyo unatakiwa usikosee hiyo. The other day I said your Moses can be a stammerer. Siku nyingine nikasema Musa wako anaweza kuwa na kigugumizi. Your Moses cannot look the way you would want him or her to look. Wakati mwingine Musa wako anaweza asiwe vile unavyotaka awe. But the Lord has given your Moses the map. Lakini Mungu amempa Musa ramani. So you gotta know who is your Moses. Lazima ujue Musa wako ni nani. For to get you to the Canaan. Ili aweze kukupeleka Kanaani. Praise the name of Jesus. Lisifiwe jina la Yesu. So I honor you, prophetess. Kwa hiyo ninakuheshimu nabii mke wa Mungu. Honor you, apostle. Ninakuheshimu mtume. You are very humble people. Nyinyi ni watu wanyenyekevu. You've treated me like I'm very big. Umeniinua kama mtu mkubwa sana. I bless the Lord for you. Kwa hiyo ninambariki Mungu kwa ajili I was yenu. not even allowed to touch the car door. Hata sikuruhusiwa hata kushika I want to open. Mlango wa gari wanasema nataka nifungue. I would wonder, don't do that. Nasema hapana, usifanye hivyo. An apostle will open for me the door. Na mtume wa Bwana anafungua ule mlango kwa ajili yangu. Such humble people. Ni watu wanyenyekevu sana. You're blessed to be under this anointing. Mmebarikiwa kwa chini ya upako wa God Mungu. bless you so much. Mungu awabariki sana. Love you with the love of God. Nenda kwa upendo wa Mungu. Worship team. Waimbaji wa God kuabudu. bless you. Mungu awabariki. God lift you. Mungu ainue. Thank you for the awesome job you did here. Asante kwa kazi kubwa nzuri mliyofanya. I bless the Lord because you're not entertainers. Ninamshukuru Mungu kwa sababu hamtuburudishi. You worshipers. Mnatupeleka kuabudu. Refuse to be entertainers. Kataa kuwa mburudishaji. That every time you come here to worship, Kila wakati unapokuja kuabudu, allow the Lord to use you powerfully. mwachie Bwana kutumie kwa nguvu. That someone would receive their healing. Ili mtapokea uponyaji. Someone would receive their deliverance. Mtu atapokea kufunguliwa Without having to hear the word. bila hata kusikia neno. Because when your praise is
waimbaji. God bless you. Mungu awabariki. Last but not least, Ya mwisho lakini sio mdogo, I want to thank each and every one of you for coming. nataka niwashukuru kila mmoja wenu kwa kuja. Can you imagine if we organized this and you did not come? Mfikiri kama tungeandaa hili alafu hamkuja. You are a very special and important. Ninyi ni watu maalumu kabisa wa kipekee. Thank you for honoring us. Asante kwa kutuheshimu. Thank you for honoring us. Asante kwa kutuheshimu. It would have been pointless. Ingekuwa haina maana. All the seats empty. Vitu vyote viko wazi. Preaching to each other as pastors. Tunaanza kuhubiriana wachungaji wenyewe kwa wenyewe. We bless you. Tunawabariki. Thank you. Asante. Jipigieni makofi basi. God bless you. Mungu awabariki. God bless you. Mungu awabariki. God bless you. Mungu awabariki. Where do I start? Nianzie wapi? I will try to pick it from my testimony. I want to finish my testimony today. Nataka niweze kumalizia ushuhuda wangu. For those of you who are here for the first time, my name is Terry Gobanga. Kwa hiyo wewe ambao unakuja mara ya kwanza, naitwa Terry Gobanga. I love the Lord. Nampenda Bwana. I am a woman. Mimi ni mwanamke. I am a girl. I am a girl. Girl. Yes. Why are you making me old now? I'm a girl. Mimi ni msichana mdogo, binti mdogo. Praise the name of Jesus. Lisifiwe jina la Yesu. Hai. Don't make me old before I get old. Usinifanye mzee kabla sijazeeka. Praise the name of Jesus. Lisifiwe jina la Yesu. Hey. You know, some of you carry yourself not your age. Kuna wengine mnajiinua ambapo sio umri You wenu. remember? Mnakumbuka? You remember? Mnakumbuka? Yes. Some of you carry yourself not your age. Wengine mnajinyanyua kujipeleka kwenye umri Get sio old wenu. before you get old. Kataa kujizeesha kabla ya hujazeeka. Hallelujah. Haleluya. Just to recap a bit on my testimony. Kuwakumbusha tu katika ushuhuda wangu, I've been a sickly nilikuwa mgonjwa, and I was supposed to die, nitakiwa nife, but the Lord kept me. lakini Mungu akanitunza. They said I'll die at 10. Wakasema nitakufa katika miaka 10, sikufa. They said I will die at 15. Wakasema nitakufa miaka I did not 15, die. na sikufa. They said I will die at 20. Nitakufa miaka I did 20, not die. sikufa. 25. Miaka 25, Still alive. bado naishi. 30. 30, Still alive. bado naishi. 35. 35, Still alive. niko hai. You know, as women, it's very hard to say our age. Unajua wanawake ni ngumu sana kutaja miaka yetu halisi. But when you have gone through some valleys, Lakini kama umepita kwenye mabonde, when you know you were supposed to have died, ukijua kwamba unatakiwa kufa, but the Lord kept you, Mungu akakutunza, you cannot keep that age. hauwezi kuficha hiyo It becomes a miaka. trophy. It becomes a trophy. Itakuwa ni kitu ambacho ni Trophy. Kitu ambacho unaonyesha kama kikombe. itakuwa Trophy. ni kitu ambacho unaonyesha kiuhalisia. Amen. Amen. As I stand before you, I'm 38. Ninaposimama mbele yenu na miaka 38 And I love the Lord. na ninampenda Bwana. A woman after God's own heart. Mwanamke ambaye yuko kufuatilia moyo wa Mungu. I pray that that is what the Lord is saying about me. Ninajiombea hivyo ndivyo Bwana alivyosema kuhusu mimi. Amen. 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 You know, some of us, we imagine that we love the Lord so much. Wengine tunajifikiria tu kama tunampenda Mungu sana. And the Lord thinks otherwise about you. Hello. I pray that that is not what the Lord is thinking about. Ninaomba kwamba Mungu isiwe hivyo anavyokufikiria. Praise the name of Jesus. Isiwe jina la Yesu. So I survived. Kwa hiyo nikawa hapo On my wedding day, nimeokoka. okay, the sickness was coronary artery disease. Na huo ugonjwa ulikuwa unaitwa hivyo wa coronary artery disease, As you ugonjwa wa grow, your mishipa ya arteries damu. continue becoming small. Mishipa ile ya damu ilikuwa midogo. And so, you know, circulation of blood is because of the arteries. Kwa hiyo mzunguko wa damu unakuwa na shida kidogo. But the Lord kept me. Bwana alinitunza. On my wedding day, Siku ya harusi I yangu was raped. nilibakwa 3 men. na wanaume watatu. 3 men. Na wanaume watatu. The last one decided to be a bit different. Na mtu watatu akawa tofauti He kidogo. removed his manhood Akatoa ule uume to put wangu in my mouth. kuweka kwenye mdomo wangu. I beat him. Nikamng'ata. And because of the pain that man felt, Kwa sababu ya maumivu makali I aliyopata. don't know who amongst the 3 stabbed me, Sijui kati yao mmoja wao alinichoma na but I was kisu. stabbed in my stomach. Nilichomwa na kisu tumboni. It went deep into my womb. Na kilikwenda ndani And I was thrown out of kwenye a moving kizazi, vehicle. nikatupwa nje ya gari.
The doctor said daktari akasema that I will not be able to give birth kwamba sitaweza kuzaa because my womb was stabbed. kwa sababu tumbo langu lilichomwa kisu. That was according to the doctors. Hiyo ndio ilivyosema daktari. Whose report will you believe? Ni ripoti ya nani mtakayoamini? I believe in the report of the Lord. Ninaamini taarifa ya Bwana. That after everything has been said and done, baada ya kila kitu kimefanywa hivyo, it is well. Nikasema ni vema. My life, maisha yangu is in God's hands. yako mikononi mwa Mungu. Praise the name of Jesus. Lisifiwe jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Litukuzwe jina la Bwana. 7 short months. Baada ya miezi 7. I said yes, I do. Nikasema ndio Bwana. The same man. Mwanaume yule yule. The same man. Mwanaume yule yule. They are good men. Yule mwanaume mwema. They are good men. Kuna wanaume wema. When I hear single women saying they are good men, nasema nataka kusikia wanaume wanaongea for you. Kuna mwanaume mzuri kwa ajili yako pia. Forget about the one who hurt you. Sahau yule aliyekuumiza, yule akakuacha. They did not have spiritual eye to know who you are. Wale hawakuwa na macho ya roho kujua wewe ni nani. They are good men. Kuna wanaume wema. Someone gave us a free wedding. Kuna mtu akatupa harusi ya bure. Some ladies gave us a free wedding. Kuna wanawake walitufanyia harusi, walilipia. When I say a free wedding, I didn't pay a single coin. Ninaposema harusi ya bure kwamba sikulipia hata shilingi moja. My first wedding was going to cost about 500,000 Kenya shillings. Harusi yangu ya kwanza ingegharimu kama nusu milioni ya Kenya. My first wedding was those ones you've paid for things. Harusi yangu ya kwanza ilikuwa sisi tulipie vitu. You've paid for things. Unalipia vitu. But you've not paid in full. Lakini haulipii ile hatukukamilisha. So you are trusting God. Kwa hiyo unajaribu tu kumwamini Mungu. That the gifts that people give you, kwamba mazao atakayokupa watu, will be envelopes. Ambazo zitakuwa ni bahasha. With money. Na pesa. So that you finish paying. Ili uweze kumalizia lile deni la maandalizi ya harusi. Do you have that in Tanzania? Unayo hiyo Tanzania? You don't. Unachangiwa nyie hapa. Hamna. My second wedding, harusi ya pili, it cost me 2.7 million. Ilinigharimu milioni 2 Kenya shillings. Na laki 7 za Kenya. But I did not pay even 1 shilling. Lakini sikulipia hata hii moja. God commanded people to do it. Mungu aliamuru watu waifanyie. Together with my honeymoon. Pamoja na fungate yetu. We came back from honeymoon. Tulitoka huko kwa 29 days later. Siku 29. On a cold day. Katika siku ya baridi. When things were not working at home. Ambapo nyumbani kwetu mambo yalikuwa hayaendi vizuri. Because of cold, we bought a jiko. Kwa sababu ya baridi kali tulinunua jiko. I am cutting it short because I say this. Ninaupeleka haraka kwa sababu nilisema. If you are not here, ask someone next to you. Kama uwepo hapa, muulize mtu aliye karibu na. After we finish the conference. Baada tukimaliza ile kongamano. We were rushed to the hospital. Tukakimbizwa hospitali. And my husband was dead. Na mume wangu alikuwa amekufa. After 29 days of marriage. Baada ya siku 29 za kuoa. The Lord kept me. Bwana kanitunza. Kept me. Bwana kanitunza. From all the traditions. Kutoka yale mambo. From many things that I was expected to do. Mambo mengi ambayo yalitarajiwa. The Lord kept me. Bwana kanitunza. Someone asked me, did you get HIV and AIDS after the rape? Wengine wakaniuliza, je, ulikuwa umeathirika virusi vya ukimwi baada ya remember I told you that I was taking ARVs. Kumbuka nilikwambia kwamba walinipa vidonge vile vya ARVs. But the doctor said that I'm negative. Lakini daktari alisema kwamba mimi sijaathirika, sina virusi. And I blessed the name of the Lord. Na nilitukuza jina la Bwana. I blessed the name of the Lord. Nilibariki jina la Bwana. After a few years, baada ya miaka michache, one man came my way. Mtu mmoja alikuja kwangu. Telling me how much he loves me. Akaniambia vile anavyonipenda sana. Long story short, when I finally said yes, na kufupisha tu hiyo hadithi na nikasema ndio, he went home to tell the parents. Aliwaambia wazazi wake. My father-in-law said, I'm not coming for the wedding. Na baba Mungu akasema siji kwenye hiyo harusi. And for sure, na kiukweli, my third wedding, harusi yangu ya tatu, my father-in-law did not appear. Baba Mungu hakutokea. He told my husband, you're marrying a curse. Akamwambia mume wangu, unaoa mtu aliyelaaniwa. I cannot afford to come to my son's wedding when you're getting married to a curse. Siwezi kuja kwenye harusi ya mwanangu kwa sababu anaoa mtu aliyelaaniwa. 1 year later, baada ya mwaka mmoja, I got unwell. Nikaanza kujisikia vibaya. When I went to hospital, nilipoenda hospitali, the doctor said I've conceived. Daktari akasema nimepokea ujauzito. I have conceived. Nimepokea ujauzito. As I told you the other day, nilipoambia siku nyingine, I SMS everyone on my phone book.
Nilimtumia message kila aliyekuwa katika simu yangu. I didn't care if I just met you in Tanzania. Sikujali kama nilikukutana na wewe Tanzania. And my message was, I am pregnant. Na ujumbe wangu wa simu ulikuwa ni mimi nimemna ujauzito. If you ask me who are you, nikiuliza wewe ni nani? my answer was, I am pregnant. Jibu langu kwamba ninabidi mjamzito. I did not care. Sikujali. I was